Unajua ninaelewa ya kwamba chochote ambacho unataka pray. Unajua nilikuwa naonyeshwa kwamba eti kuna watu ati hapa kwa kanisa eti wanangangana, ati mtu anangangana katika maisha, anangangana ati kutafuta pesa ili afanye maendeleo. Ati inakuwa vigumu, anapata pesa tu jambo fulani linatokea. Ati anangangana anapata pesa kwa shida, na akishapata hizo pesa kwa shida hati afanyii kitu. Nikaambiwa angalia, shetani anakuja anachukua, sababu watu hawaombi, kanisani hamuombi, shetani anachanganya mtu. Saa zingine watu wanafundishwa mafundisho hata wengine hawashiki kwa sababu ya prayerlessness. Bwana asifiwe. Lakini nashukuru Mungu alianza kuguza kanisa na maombi, ibada zimekuwa zikiwaka moto hapa. Bwana asifiwe. Ibada zimekuwa zikiwaka moto hapa, mambo ya ajabu yenye Mungu amekuwa akifanya ndani ya maisha ya watu. Nashukuru sana watumishi wa Mungu kwa kukubali kutumika. Bwana wabariki sana. Bwana watie mafuta ya ajabu. Hallelujah. So ninasema hivi ya kwamba when we pray, God will do things in our lives, and we must pray. Bwana asifiwe. We must pray ndio tuweze kushinda hii safari ya wokovu. Unajua tuko katika safari, we are on the race. We are on the race. Let me tell you. Ona, unajua mimi naona watu wanakufa tu, watu ajabu mpaka saa nyingine inanishtua. Naona tu watu wanakufa tu, unakaa na mtu hivi unakuta mtu ati ameenda tu. Unaangalia unaona hata si mzee na amekufa, ameenda kabisa, habari imeisha. Unakaa na mtu hivi unasikia amekufa. Unakaa hivi unasikia amekufa. Kama kule kwetu kwenye mimi nilizaliwa huko Kitale, watu wamekufa tu mpaka wameisha. Mpaka wengine unajiuliza huyu alikufaje? Ati alikuwa tu kwa nyumba hivi anapatikana asubuhi amekufa. Yes. Kuna lawyer mwingine hapa ngambo, si mzee sana, tunatoshana naye tu miaka. Ati alipatikana kwa nyumba tu amekufa. Namjua, hata mama anamjua. Ni rafiki yetu. Lakini tulimpembeleza atoke kwa pombe akakataa. Alipatikana kwa nyumba tu amekufa. Kwanza alikuwa amekauka, yani ni kama alikufa siku 2 zimepita. Bibi alienda, hana watoto, alipatikana tu amekufa, amekauka. Alikuwa amekauka, yani ni kama mtu aliyekufa siku kadhaa zilipita, hata wajui alikufa lini. Lakini alikuwa hajaoza, lakini ameshakufa. Ni kama alikuwa amekufa kama siku 2. Sasa unakuta mtu anaenda tu. So tuko katika safari, na hii safari ambayo tuko ndani, tusipoomba kwa bidii, shetani anataka atutege. Shetani atakuwekea mitego kidogo tu, hautaamini. Shetani atakufunga tu na hali ya umaskini, ndio uwe unaamka tu asubuhi hata una time, ukingangana kutafuta pesa na upati. Lakini ukiomba kwa bidii, effort yako kidogo utaifanyia maendeleo na utapata muda mwingi wa kuomba. Bwana asifiwe. Effort yako kidogo italeta furaha katika jamii, italeta furaha katika ndoa, italeta furaha kwa watoto wako, italeta furaha ya kimapato. Effort kidogo ile ambayo unafanya. Na ikishaleta hiyo furaha, utakuta mizigo mizito ya kukuzuia kutafuta wokovu na hata kumtumikia Bwana, hiyo mizigo itaondoka. Unajua shetani anawekelea watu mizigo ya kuresist mapenzi ya Mungu katika maisha yao. Sijui kama mnaelewa kile ninasema. Shetani anakuwekea mizigo. Shetani anasababisha uhangaike tu, ukute tu, yani wewe unaamka asubuhi na stress ya kila siku. Unaamka asubuhi na stress mpya. Unaamka asubuhi na uchungu mpya. Unaamka asubuhi na stress mpya. Lakini kwa sababu tumekosa ufahamu. Tumekosa ufahamu wa kiungu, maana hatuombi. Yes, I'm telling you the truth. Tumekosa ufahamu wa kiungu. Vitu vingi vimeharibika kwa sababu tumekosa ufahamu wa kiungu. Ndoa zinaharibika kwa sababu tumekosa ufahamu wa kiungu. Shetani anatupiga na umaskini kwa sababu tumekosa ufahamu wa kiungu. Magonjwa ingine inatokana na kukosa ufahamu wa kiungu. Tukikosa ufahamu wa kiungu, shetani atatukaranga kila siku. So we must be prayerful. We must choose to pray. Hello precious people. Bwana asifiwe. Lazima tuchague kushinda hivi vitu. Tunaweza kushinda tu kwa maombi. Hakuna njia nyingine. Hakuna njia nyingine. You can only overcome on this. Unafaa kuwa na uwezo wa kutawala fedha zako. Unafaa kuwa na uwezo wa kutawala ajira uko nayo, unaitawala. Wewe ndio unaweza kuicontrol. Unafaa kuwa na uwezo wa kutawala pesa.
Chenye umetaka ifanye hicho chenye wewe unataka. Si eti unapata pesa alafu unafanyia kitu utaki. Wakati unaiona hiyo, ndio mkono. Unapata pesa lakini chenye unafanyia utaki, hukutaka hiyo, hukupanga hiyo. Unaiona hiyo maneno? Yes. Yaani pesa yako lakini nakuamrisha kile utaifanyia. Kwa sababu shetani ni mwerevu. So, uelewe hivi. Usipoomba una power juu ya pesa yako. You have no power over your own money, your own salary, your own profit. Una power over it. Hakuna kitu utafanyia. Usipoomba kwa bidii, you have no power over your marriage. Huwezi kuwa na power juu ya mke wako. Hakuna. Atafanya kila utaki, na wewe utafanya kila hataki. Usipoomba, huwezi control mmeo, huwezi kuwa na power over your husband. Shetani anaingia ndani, anamchanganya, anamwambia usisikilize huyu mjinga. Shetani anamwambia don't listen to her. Usimsikilize. Alafu unakuta kila anafanya utaki, mpaka mambo yaribike, mpaka ndoa yaribike, mpaka biashara yaribike, mpaka pesa zipotee, mpaka afya itoroke, mpaka ushikwe na stress. Unajua kuna lawyer mwingine alikuwa Kitale High Court. Mwanamke. Bwana asifiwe. Na huyo lawyer alikuwa principal magistrate wa High Court ya Kitale. Alifanya kazi, akafanya kazi. Na hata akapandishwa cheo. Alikuwa mkubwa kabisa, ndiye alikuwa anasimamia hiyo court ya Kitale. Nakwambia kitu rile, sikwambia hadithi, nakwambia mwenye ninajua. Huyo mtu namjua, mimi namjua, nakwambia mwenye ninajua. Kitale ni kwetu. Namjua huyo judge vizuri sana. Alikuwa kuna vile alikuwa mwanamke principled kabisa. Alikuwa na drive Mercedes Benz. Na bwana yake pia alikuwa judge, lakini alikuwa anafanya kazi huko Nairobi. Alifika mahali, Bwana asifiwe. Huyo lawyer alifika mahali wakaanza wrangles na bwana yake kidogo. Alafu wakaachana. Walipoachana, kwa vile alikuwa anapenda bwana yake sana, akajaribu kufuatilia bwana yake, akamfuatilia kwa uchungu, kwa bitterness. Na huyo bwana ameshaamua hata kuna bibi mwingine. Akafika mahali akamshitaki huyo mwanaume kwa sababu akona pesa. Akasema sawa, unataka nini? Akamwambia nifanyie 1 2 3. Akampea hiyo pesa. Akamwambia wewe sikutaki, chukua pesa ndio hii. Mwanamke akakaa na anapenda bwana, chenye anataka ni bwana. So akawa anamwekelea kesi, ndio bwana aseme jamani ondoa hii kesi. Bwana akampea mali yake yote, akamwambia chukua. Na akaendelea na kazi na akanunua vitu zingine na akaendelea, maana ni mtu anafanya kazi nzuri na alikuwa na pesa. Na alikuwa na miradi zingine ambazo huyu bibi alikuwa ajui. Sasa una vile kulienda. Huyo mwanamke akakaa, katulia, akafika mahali akaanza kuwa na depression, stress. Akafika mahali akaanza kuumwa na kichwa kwa sababu ya stress. Akatibiwa, akashindikana. Aliposhindikana, kichwa ikaharibika. Yaani hiyo stress ikaenda kiwango yenye hawezi control. Maana alikuwa anasikia aibu nini, unajua mwanamke mwenye amekuwa akifanya judgment, watu wamehukumiwa nini, lakini alikuwa anafanya kazi kwa haki tu. Sasa stress ilipomlemea, alishikwa na wazimu. Amekuwa Kitale town. Huyo mama hata mimi nikienda namuona ndio huyu. Amezunguka Kitale town akiwa mwenda wazimu na manywele namna hii. So mwishowe akakufa, alizikwa last week. Lisha akiwa mwenda wazimu miaka kama 15 na akakufa, akazikwa last week. Principal magistrate. Bwana asifiwe. Shetani alileta resistance. Imagine mwanamke aliyesoma akapata A, akaenda university akapata A, akamaliza akatoka. Shetani alisimama mbele yake akaweka kitu inaitwa resistance. Akamwambia hautafurahia kile unataka. Pesa zako hazitakusaidia. Elimu yako haitakusaidia. So hakuwa na power over husband. Hakuwa na power over money. Hakuwa na power over education. Amepewa license ya kukuwa judge na serikali, lakini hana power over it. Imemshinda. She died. She was buried. She's in the grave. Na unajua akiharibika, watoto wake walikuwa ngali wadogo.
Bwana akaendelea kuwasomesha, wengine wakasucceed nini, wakaanza vita na baba tena ya kwamba mbona ulitupa mama anateseka hivyo. Wana walijua stress ya mama ilitokana na upendo kwa baba, so wakahate baba yao. So baba pia hawezi control watoto. Sasa ujue wewe pesa yako unakuanga nayo na mshahara yako, you don't have power over it. Mpaka lazima uombe uipossess ndio uweze kukuwa na amani. Lazima uombe upossess mke wako ndio uweze kuwa na amani. Lazima uombe upossess mume wako ndio uweze kuwa na amani. Lazima uombe upossess kazi ambayo Bwana amekupa. Bwana amekupea huduma. Lazima uombe upossess hiyo huduma ikiwa iko chini ya ulinzi wako. Upossess biashara yako ikiwa iko chini ya ulinzi wako. Yaani wewe unapikia watu chakula kwa hoteli ama unauzia watu vitu mzuri, alafu vitu yenyewe ati watu hawanunui na hawana. Lakini ukienda kwenye nyumba zako unapata tu wameweka, lakini hawanunui yako. Inamaanisha hiyo biashara ina power over it. Unaokoka wokovu ambayo shetani amekulemea. Huwezi kaa kwa wokovu. Ni dhambi, ni uongo, ni hivi. Sasa unakuta shetani ameshakulemea. Hiyo wokovu hauna power over that. Haya, power comes from sacrificial life. Maisha ya gharama, maisha ya mateso, maisha ya kuteseka kwa ajili ya Kristo, maisha ya kugharamika kwa ajili ya Kristo. Hiyo ndio maisha inaleta power. Wokovu ni bure. Salvation is not power. There is salvation and there is power. Wanafunzi wa Yesu walipokuwa wameokoka, maandiko inasema waliitwa wakaokolewa na Yesu, wakakaa na Yesu siku nyingi. Lakini Yesu aliwaambia, kaeni Yerusalemu niende mpaka vile nitakuja niwapatie power. Walikaa Yerusalemu kwa mfungo wa maombi na kukesha 40 days. So power ilitokana na kufunga na kuomba hapo Yerusalemu. Praise Jesus. So if you cannot tarry in prayer, you will not receive power. Wokovu isiyo na power, wachana nayo, itakusumbua. Hata usipoamua kuachana nayo itakushinda tu. Nakwambia kweli. Wokovu ambayo haina power, yenye hauombi, hautafuti Mungu, wokovu kama hiyo itashinda tu. Hello people. Hiyo wokovu itakushinda tu. Utalemewa tu. Watoto wako watateseka tu mpaka ufike mahali uone kwamba mbona ni mateso. Tuendelee hivyo kweli? Tumeamua, si ndio? Tunaenda kiwango kingine. We must go to another level. Tuchukue hatua ya maombi. Bwana asifiwe. Nisome kitabu cha Isaya 58 tafadhali. Isaiah 58 verse 12. Isaiah 58 verse 12 inasema, na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa. Utainua misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka, na mwenye kurejeza njia za kukalia. Amen. Bwana asifiwe. Biblia inasema Bwana atakupatia, God will give you power ya kutengeneza mahali palipobomoka katika maisha yako. But power will come from prayer. Kwa sababu maeneo ambayo unajua, look, kitu yoyote iliyojengwa ukitaka kuibomoa, you must be strategic. You have to be strategic. Lazima kuwe na plan nzuri. So shetani anajua akikuja tu na pembe mbele yako hivi na pembe, hautakubali akuangushe. Shetani ni mwerevu. Akija tu na pembe namna hii, hata kubali umwangushe, hata kubali umrudishe chini. Bwana asifiwe.
Shetani akija tu na pembe, hata kubali umrudishe chini. Hutakubali akurudishe chini kwa sababu umemuona, utamuona na macho. So kile huwa anafanya, si nimekuambia shetani inamaanisha uasi, opposition, upinzani. So kila anafanya, anaingia ndani ya kitu ambacho wewe unatumia. Anaweza ingia kwa mdosi wako kama umeajiriwa, akuvuruge ile hujaiona. Anaweza ingia kwa mtoto wako yule unapenda, akuvuruge ile hujaiona. Anaweza ingia kwa biashara yako, akukoroge na hiyo biashara mpaka kutie wazimu. Anaingia ndani ya bibi yako, mnapendana tu vizuri, alafu anaanza kudharau polepole. Na kudharau polepole, anakudharau polepole. Haya, unakuta bwana wako anaanza kuchukia polepole. Yaani shetani huja na hiyo mbinu. Sasa na wewe, kwa sababu maandiko inasema shetani ametia kizazi hiki upofu, hakioni kinapopotea. Sasa wewe unaanza kung'ang'ana na mwenye unaona, lakini mwenye amejificha haumuoni. Umuoni? Wewe hujawahi sikia mtu anakuambia sipendi bwana yangu. Kwa nini? Hata sijui, hivyo tu, yani simpendi. Alikufanya nini? Si hivyo tu. Ama unasikia tu mtoto wako anasema, mimi hata mami, huyu mami, ama huyu daddy, daddy kuna stress, ni mambo ya daddy staki. Unamwambia, alikufanya daddy, alikufanya nini mami? Anasema mambo ya daddy mistaki mama. Mistaki mambo ya daddy. Hakuna sababu. Shetani ameingia ndani, anajua huyo ndio mtoto unapenda. Mimi sitaki mambo ya mami. Mama mimi sitaki. Mimi ni mtu mkubwa, unanituma aje? Mtoto wangu jamani, si mimi ni mzazi. Sasa wewe unaanza viboko, hatipiga mtoto, sijui nini, sikulipii school fees. Sasa wewe unakuwa na wewe umefungwa macho. Sasa unakuta ni watu wamekutana wote wapumbavu katika ndoa. Mama amekuwa mpumbavu, mtoto amekuwa mpumbavu, baba amekuwa mpumbavu, ama kwa ajira, ama kwa kanisa, unakuta watu wote wamekuwa wapumbavu. Watu wanagombana, wote ni wapumbavu tu. Ukianza kusema fulani amenisengenya na mwingine fulani amenisengenya, ilikuwaje? Wote wawili hamna. Mmekuwa wapumbavu, maana chenye kinawavuruga hamkioni, mmefunikwa macho. But when you pray, you start overcoming. Praise God. When you pray hard, unaanza kushinda, maana hizo ndio resistance ambazo zinakaa kwa wokovu. Wokovu inakuwa ngumu. Imani inakuwa ngumu. Huduma yako unasikia ni ngumu. Unataka kwenda huduma, eti hauna hata chai kwa nyumba, hauna hata mafuta ya kujipaka. Wewe unafikiri hiyo ni nomo? Unafikiri hiyo ni nomo kweli? Hauna mafuta? That is not normal. Saa ingine unakuta wewe ni msichana mrembo, ati alafu you cannot marry a good man. Mwanaume mzuri hawezi kuoa. Na unakuta wanaume wenyewe anaoa bibi hata hamtaki, anamchezea, anamtupa. Anahangaika huko nje, anasema nitapata bibi mzuri. Na wewe ni msichana mrembo na haja kuona, hajai kutana na wewe. Hajai kutana na wewe hata siku moja. Hajawahi kutana na wewe. Hata labda mnakutananga hivi tu, anakuona hivi na anasema tu huyu ako na ndoa na una ndoa. Lakini kwa sababu shetani ameshafunga, ameshakamata, ameleta kitu inaitwa resistance. Ati you are a great woman, wewe ni mwanamke mwerevu, mwanamke mwenye hekima, mwanamke mwenye umeokoka, mwanamke mwenye bidii, lakini a right man hawezi kujikutanisha na wewe. Did you hear me? Masikia kile nawaambia? Ni kwa sababu shetani ni resistance. Satan is a resistance. Wewe unapata pesa, unataka kununua shamba, alafu ile shamba tu unaenda kununua, unaenda tu shamba iko na dispute. Na mashamba zimejaa duniani, hata watu wanatamani hata tu pesa kidogo watupe mashamba zao. Na wewe ile utanunua ni ile iko na dispute. Unanyang'anywa hiyo shamba. Kila mahali kumejaa. Saa zingine unakuta makampuni wanaajiri watu, wanafuta, hawajaipata mfanyikazi mzuri. Na wewe ni mfanyikazi mzuri, unaweza kufanyia kazi kampuni kwa bidii, lakini unakuta eti hakuna siku utakuwa connected na hiyo kampuni, na wewe ndio wanataka.
Bwana asifiwe. Yes. Why? Because we lack power. We must seek power. Power will give us favor. Power will enable us to walk with God. Power will enable us to enjoy what God has given us. Power itatusaidia kumiliki chochote Bwana ameweka mikono yetu, ikiwemo wokovu. Wokovu aliyetupa tutaimiliki, maana tumefanyika wana katika ufalme. Maana wokovu, safari, usijidanganye, safari ya wokovu ni ngumu. Hapana nasema wacha tu niteseke bora nifike mbinguni. Kufika haitakuwa rahisi. I'm telling you the truth. Diko ni sahihi kwa nyumba yako, ukiingia hivi kijana wako anasema, "Daddy, nataka yogurt." Hauna shilingi. Mke wako anakuambia, "Bwanangu na rent." Unafikiri atajali mafuta? Mafuta iko lakini anataka rent kwanza. Ndio heshima mafuta. Ndivyo mazimu. Aya, rent unamwambia hakuna. Anakuambia, "Viatu yangu ilikatika bwanangu, si uninunulie?" Hakuna. Kwa nini? Sina pesa. Kwa nini? Sina kazi. Kwa nini? Sijapata. Umeelewa hiyo? Bado utaendelea kufurahia wokovu? Inakuwa ngumu. Wokovu inakuwa ngumu. Bwana asifiwe. Wokovu inakuwa ngumu. Unasikia But when you pray, God will open avenues. God will give you power. Hilo ya kupata pesa, tunapata pesa yako na hiyo pesa inaenda tu kwa magonjwa. Unapata hivi inaenda kwa madeni, unapata hivi inaenda kwa magonjwa, unapata hivi inaenda hivi. Yaani unakutanga huna kitu. Kuna watu ambao hata kabla hajapata salary anaanzanga stress. Baada tu pay slip tu hivi, akiona tu pay slip peke yake, pesa imeshatuma kwa bank, stress inaanza hiyo siku. Nani amekuwa na stress ya salary? Labda ulikuwa umeajiriwa kitambo, alafu unaonanga wakati tu unapata pay slip, stress imeanza na hujachukua pesa. Nani ameiona hiyo shida? Yes, iko. Sasa hata mimi nilikuanga hivyo. Yaani wakati tu unapata pay slip tu hivi, sasa hiyo unapiga hesabu, unachukua kalamu mpaka unaandika, ukifuta unafikiri hujapiga hesabu vizuri. Unapiga hesabu unakuta mshahara ilikuwa 20,000 lakini tayari 25 zimeisha na salary ni 20 na 25 zimeisha na hujalipa rent. Hujalipa rent. Sasa hiyo unawaza ama niwache deni ya fulani. Na nikiwacha tutatoa mboga wapi? Ama niache tu kitu fulani. Na nikiacha sitafungiwa rent nyumba. Ama niwache kulipa school fees ya mtoto na si atafukuzwa. Alafu stress inaanza, unakuta una stress, hata unatembea tu kwa barabara unaenda mlai. Bado unasikia gari nakupigia, uone unasikia. Alafu mwenye akona gari anakuuliza, "Wewe, kichwa yako ni mzuri?" Of course si mzuri. Of course ni mzuri kweli. Siko na stress. Shida ni nini? Stress. Lazima tukatae vitu vingine ya kijinga, si ndio? Vitu vingine za kijinga tutazikataa kwa maombi. With the power of prayer, I'm telling you. Lakini maandiko inasema, Isaya 58:12 anasema, "Nitawapatia nguvu ya kujenga mahali palipobomoka." Mahali palipotoboka penye pesa zako zinatokea. Mahali penye palitoboka upendo wa ndoa ukatokea. Mahali penye palitoboka furaha ya huduma yako ikaondoka. Bwana anasema nitakupea nguvu ya kurepair. Ukisha repair, uondokewe na mizigo. Mizigo iondoke. Resistance, opposition ya shetani iondoke. Ikishaondoka, unapata uhuru. Bwana asifiwe. Sasa hata wewe nikwambie jameni, umaijua, by the way, umaigundua siri moja hii nikwambie. Umaijua njaa huuma sana mtu ana kitu. Umaigundua hiyo kitu? Wewe kuwa na 10,000 kwa mfuko, umeshalipa rent, umeshalipa school fees, umeshafanya kile kile, alafu umebaki na 10k. Haina kazi, iko kwa mfuko. Uone kama utasikia njaa. Hata ukifika penye wanapika kasamaki katuna, haina shida, hii nitakula tu. Ukiona kitu kizuri, ukiona dress mzuri, hii nitanunua tu. Kwa sababu pesa iko ndani. Lakini ngoja ukose pesa, utaona hata utaokota ya chini. Njaa inakuuma.
unasikia unaumia, unasikia kwa sababu hauna kitu. So mtu ana kitu anakuanga na mashida mingi sana katika maisha. Unataka hii, unataka hii, unataka hii, unakuta mambo yanakusumbua. Bwana asifiwe. Ndio maana unaona mtu mwenye ako na ufukara sana huwa anashindwa kufast. Ukiwa na ufukara sana huwezi funga hata siku mbili. Ukianza kufunga namna hii kidogo ukipita kwa mahindi ya mtu anachoma hapo kwa barabara unasikia ni kama unataka kumnyang'anya. Huwezi, you can't pray when you are languishing in poverty. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. Siwende mlimani huko uende uone vile watu wanafunga. Mtu anasimamisha V8 mpya KDP. Anasimamisha pale, anashuka na familia yake na bibi yake, wanaanza fasting. Wanafunga 21 days. Kwa mlima, wanaomba kabisa. Mpaka unakuta mtu alikuja na tumbo na mnayo unaona imeisha pole. Mpaka saa hiyo anaanza anakataa, anawacha kuvaa masuti. Anaanza kuvaa zile longi, anafunga na kamba. Mlimani na kuna KDP V8. Anaomba. Unasikia na Jindrudi anasema mimi ni bishop. Unasikia anasema mimi ni reverend. Unasikia anasema mimi ni fulani. Kwa sababu gani? Why? Bwana asifiwe. Kwa sababu huyu mtu katika kuomba sana kule kumemuondolea mashaka na mizigo. So ako na uhuru wa kukaa katika mbele za Mungu na kuomba. Bwana asifiwe. So we must pray this day. Ya kwamba we repair the broken walls. Zile sehemu ambazo shetani ametoboa zifungwe asubuhi ya leo. Zifungwe now. Bwana asifiwe. Chochote shetani alitoboa akaiba katika ufahamu wako, akaiba akaharibu katika maisha yako ambacho kinakuzuia kuomba. Eti unaanza kuomba hivi, bibi anakuambia nipatie sukari. Anakuambia wewe ni bwana wa aina gani? Unajua wewe mwanamke ninaanza kugonga. Usinitoe rohoni. Unarudi unasema shakalaba. Unaanza hata itaingia kweli. Hata roho atakuwa kweli. Umepinduka umechapana alafu unarudi kuomba. Hata itaingia na kweli. Mungu aondoe, Mungu afunge milango yenye shetani alifungua kwa jina la Yesu. Haleluya. Nataka tumwambie Bwana asubuhi hii ya kwamba Bwana nataka unifunge milango ambayo shetani alifungua kwa maisha yangu. Shetani akaleta vizuizi. Eti wewe unaishi tu kama ndege. Bwana asifiwe. Wewe unaishi tu kama mbuzi. Hakuna ndoa, hakuna kazi, hakuna pesa, hakuna nini. Unakontroliwa hivi kama mbuzi. Hapana. Bwana asifiwe. Kataa hiyo mchezo, kataa hiyo vifungo, kataa hizo roho, kataa hiyo kazi ya shetani. Hiyo mianya aliyofungua leo Bwana amesema. Hebu soma kitabu cha Ayubu. Fungua Job. Chapter 20 verse 15. Inasemaje? Fungua Job chapter 20 verse 15. Inasemaje? Kitabu cha Ayubu 20 mstari wa 15 inasema amemeza mali naye atayatapika tena. Mungu atayatoa tumboni mwake. Mungu ataitoa tumboni mwake. Bwana asifiwe. Vitu zako zenye amemeza Mungu avitoe kwa tumbo yake ili upate amani umtumikie Bwana uende mbinguni. Bwana asifiwe. Soma 22:28 inasemaje? 22:28 Job. Ayubu mlango 22 mstari wa 28 inasema hivi. Nawe utakusudia neno nalo litadhibitika kwako. Na wewe utasema neno, utakusudia. You will declare a word and it shall be established. Utatangaza neno na Bwana atalifanya. Yes. Na mwanga utaziangazia njia zako. And the light of God shall shine upon your ways. Amen. Maandiko inasema wewe utatangaza. Wewe sema nitatangaza. Sema nitatangaza na itafanyika kwa maisha yangu. Na mwanga wa Bwana utaniangazia. Naomba usimame kwa miguu yako utangaze. Ambia Bwana ninafunga mianya iliyofungika. Ninafunga kila milango iliyofungika. Ambia Yesu haiwezekani.
haiwezekani Bwana. Eti shetani alinizuia, akazuia maisha yangu, akazuia vitu zangu, akazuia nyumba yangu, akazuia watoto wangu, amenizuia, amenitia utumwa wa dhambi. Uliniumba vizuri ati siwezi nikafurahia ndoa, uliniumba vizuri ati siwezi nikafurahia mapato, uliniumba vizuri ukaniokoa eti siwezi ona uzuri wa wokovu. Kila mara ni uchafu na matope, kila mara ni dhambi na utumwa, kila mara ni vifungo. Ambia Baba, ninatubu. Mahali popote sikuomba, ninatubu sasa. Baba, ninatubu kila dhambi, kila mahali nilizembea, nikawachia shetani nafasi ya kunitesa. Baba, nikawachia shetani mahali ya kunitia kwa dhambi, nikawacha mianya katika maisha yangu ya uchafu na dhambi na utumwa. Yesu, kanisamehe, ninatubu roho za utumwa na vifungo. Ambia Baba, ninatubu asubuhi ya leo. Ambia Baba, ninatubu kila mitego, kila dhambi, kila vifungo vya shetani, kila mikosi, kila mitego, kila roho za utumwa. Mahali popote nimelala usingizi wa dhambi, nikasahau kuomba, nikasahau kufunga, nikasahau kukutafuta Bwana wangu. Roho ya dhambi, roho ya utumwa na vifungo, roho za uchafu na unajisi, roho za watu waliokufa kwa dhambi. Yesu, ninatubu kila mitego. Ambia Baba, ninatubu kila jela, kila vifungo vya shetani. Ambia Baba, ninatubu kila mitego, kila uchafu, kila vifungo, kila mahali popote shetani alifungua mianya. Baba, ninatubu hiyo mitego ya shetani. Shetani alifungua mwanya katika ndoa yangu, mwanya wa dhambi na mateso. Shetani alifungua mwanya ndani ya watoto wangu wa mateso na uchungu. Shetani alifungua mwanya ndani ya mapato yangu, mwanya ya uchungu na kuninyang'anya. Eti siwezi nikatawala fedha zangu, eti siwezi nikatawala mali yangu, eti siwezi nikatawala ndoa yangu. Ongea na Yesu, mwambie Baba, unisamehe Bwana. Leo hii Bwana, afungue kabisa milango. Leo Bwana, ajenge ukuta zilizobomoka, kuta za mateso, kuta za uchungu. Ambia Bwana, funga hiyo mianya Bwana, nisaidie Baba, kuta za uchungu, kuta za mateso. Bwana anasema ameweka uwezo ndani ya kinywa chako, eti yale utatamka atafanya. Wewe tamka, mwambie. Ambia Bwana afanye.